Maji. Watazamaji wetu wa kipindi cha Jini Maimuna, mambo vipi? Leo kipindi chetu kimefika episode 15, 15 episode, na tukaona ni vyema pia kuwaeleza kujua kipindi kinazungumzia nini. Manake saa nyingine unasaona tu kitu inaenda. What exactly does the program say? Ni nini haswa ambacho kinazungumziwa katika kipindi ya Jini Maimuna? Kulingana na historia, miaka mingi iliyopita, miaka zaidi ya 250, katika kijiji kimoja cha Peperoni kulikuweko na majini ambao walikuwa wanaishi na binadamu. Wale majini walikuja wakataka kucontrol kijiji, kulete vita na binadamu, lakini binadamu walikuwa na maarifa zaidi, wakasidi majini, wakaua majini wengine. Majini waliobaki wakakimbia. Walipokimbia wakaenda kwao, wengi sana wakakufa. Wale majini walioenda kwao ni majini 12 katika lugha ya Kiingereza. So wakajaribu kurudi duniani kuja kupigana vita na binadamu, lakini hawakuweza. Waliweza kukarikishwa na bahari, maanake walifukuzwa wakaenda mbali sana kwa bahari ya mbali, wenyewe wanaita bahari ya saba. Lakini kukawa hizo masiku kulikuwa na msichana mdogo ambaye sasa ndio Maimuna. Akacha akawa mtu mzima na akabaki ni yeye aliyebaki. So siku moja Maimuna akiwa katika maeneo yake akasikia ni kama nguvu zake zinafanya kupungua ama kama zinatumika. Anatumia hizi nguvu mtu aina gani? Ni mwenzangu ama ni mwanadamu? Na kama ni mwanadamu atakuwa wapi duniani, ama kwa bahari ya saba, ya pili, ya tatu, ama ya nne, ama ya kwanza? Hapana, mpaka nijue ni nani huyo anayetumia nguvu zangu. Na nikimpata atajua mimi ni nani. Nikimpata atajua mimi ni nani. Siwezi kubali mpaka kieleweke. Ndio atajua mimi ni nani. Wacha nimpate huyo mtu anatumia nguvu zangu. Haiwezekani, sikubali. Haiwezekani kabisa, sikubali kabisa, nimekataa. Akashangaa nguvu zinatumika vipi? Akajaribu kuangalia nguvu zinatumika na nani, wapi. Ndiyo akagundua kwamba kumbe duniani kuna watu wanatumia nguvu zake. Kuangalia kaona na mtoto wa kike. Ndiyo hapo akajua ya kwamba kumbe kuna watu waliobaki duniani, kisasi chao kilichobaki duniani. Akajaribu kutafuta kidogo, akapata watatu, lakini wote wa kike. Akapata Seraphine ambaye alikuwa anatumia nguvu zake, akapata mwingine anaitwa Samia, na akapata mwingine anaitwa Amina. Hao wote ikiwa maana ni majini, lakini ni majini waliosaliwa na watu. Kumbe zile siku majini wakiishi huku, kuna kisasi kilikuwa kinazaa watu wanalala na majini binadamu bwana. So ni kama zile damu zilibaki duniani kidogo. Akaamua ya kwamba awaite, awatumie kurudi duniani na aje alipise kisasi kwa kile kijiji cha Peperoni ambapo vizazi vyake viliuawa zaidi na vikafukuza, vilivyobaki wakakufa, akabaki yeye. Sasa yeye ni kama amepata sasa jamii nyingine, na anaamua kufanya nini eti? Anaamua kuja kuharibu kile kijiji. Lakini kule kijijini kunayo watu. Kuna mnyanya anaitwa Birahma. Unajua mwenyewe? Wewe ndiye. Huyu mimi nashuku ndiye. Na nitamjua. Najifanya ndo nyinyi mnkuja. Nitawajua. Kuna mganga ambaye anaitwa Singili. Kuna mchungaji
Pastor J. Kwa ukuta vipi? Ndani ya nyumba? Mali hapa baba, ninajua wewe ni Mungu mwema na unatenda. Hebu tenda kitu mali. Alafu kuna Ustadh Yusuf na watu wengine wengi ambao ni pingamizi katika kasi ya wale watu. So Jini Maimuna alishuka duniani, anaishi duniani siku hizi, alitoka kule bahari ya Saba. Lakini katika wale watu aliowachakua kuna mmoja anaitwa Serafin, yule mwenye alikuwa anatumia nguvu zake. Ndiye akagundua yeye haoni haja ya kupigana na binadamu. Manake anadai ya kwamba binadamu wameishi naye siku zote hizi, wanaulizana nini? Wanadamu kwani wenyewe wamewakosea nini? Ewe, angalia huyu hapa ni kupata sheria za mkuu. Mkuu ndo nani? Mkuu wetu ametuambia tufanye hiyo kazi yake, lazima tufuate sheria. Mimi nishachoka na hizo stori za mkuu. Yaani kabla hata sijasikia hizo stori za mkuu nilikuwa naishi maisha mazuri, lakini mgoja nyinyi tu hata wanishinda. Umesahau wewe si mtu wa kawaida. Hilo nilikuwa nalijua tangu zamani, mamangu alikuwa amenipatia hizo nguvu. Sasa siafaa tufuate sheria za mkuu. Sasa mimi nilikuwa simjui huyo mkuu. Ndio upate hivyo ndio upate. Mkuu alipotuagiza lazima tutimize. Sasa hebu niambie, kazi yenu nyinyi ni kazi gani hapa duniani? Na ndio katika ukiangalia katika mchezo unaona Serafin alipotea na hakuna mtu mwenye anajua alienda wapi. Kufika episode 15 hakuna mtu mwenye anajua Serafin yuko wapi. Wamemtafuta sana, hajapatikana. Katika kipindi utagundua pia ya kwamba wakati Maimuna ameshuka duniani, alikuja akatangaza vita na watu ambao walikuwa wanaleta pingamizi. Na siku moja katika mazungumzo na wale majini wake wadogo walifanya kukosana, kwa sababu yeye aliwafukuza katika kikao. Sababu ya kuwafukuza ni kwamba aligundua ya kwamba wanazungumza sana na binadamu, wana uhusiano sana na binadamu. So kilimfanya akakasirika, akawafukuza. Tokeni! Ondokeni! Tokeni mwende zenu huko. So baada ya wale wasichana kufukuzwa, nao pia walikasirika na wakachukua maamuzi tofauti. Wakaenda wakamuua mama yule Mary mwenye alikuwa anawafuata sana, lakini haikujulikana Mary alikuwa anawafuata kwa nini. Mary unasikika siku moja akisema ya kwamba yeye ni jini jirani. Hatukuelewa sana jini jirani ilikuwa inamaanisha nini, lakini wale waliamua wakaenda wakamzidi nguvu, wakammaliza. Hayuko kivipi? Mimi simuoni, unamuona? Lakini huyu mtu lazima tumpate. Yaani tutafanya kila njia, lazima tumpate. Yule naye ni mama, lazima tumuue. Ama tuachane naye tuende mganga. Tuachane nini? Mimi hakuna cha kwenda mganga na nini. Twenda kumtafuta huko kwenye nipata ule siku tulikuwa tumekaa naye. Mimi anaweza kwa huko, lakini lazima nitumalizane naye. Hakuna tumalizane naye. Kwanza. Sawa. Na pia ukiangalia kwa hiyo episode 15 bado utapata walienda wakamuua mpaka mganga Singeli. Pepo unakuja na mambo. John mwanangu.
Hii yote inafanywa kwa hasira ya ile ya kufukuzwa na mkubwa wao. Ni vitu gani naomba uniambie Amina? Nataka majibu yako haraka sana. Naam mkuu, tulikuja kwako wakati ule ukatufukuza. Ukawa na hasira sana na sisi mkuu. Sasa ikabidi tumalize hiyo kazi ili kidogo pengine tutakuridhisha, hasira zako zirudi chini mkuu. Kwa hivyo kama tumekukosea kwa njia yote mkuu, tunaomba msamaha. So, episode 16 iko namna gani? Kulingana na fununu zenye niko nazo ni kwamba episode 16 Sarafina anaonekana. Ataonekana wapi? Akifanya nini? Na nani? Kwenye episode 16 huenda mkuu Jini Maimuna atarudi. Je, alienda wapi? Na asiporudi, ako wapi Jini Maimuna mkubwa wa majini? Ako wapi mkubwa wa majini? Na pia kwenye episode 15 ulipata kuna vijana. Kuna kijana ambaye alidai ya kwamba yeye ni mjukuu wa Birahma. Na Birahma asipopatikana, watu watajua ya kwamba yeye ni mjukuu wa Birahma. Je, kijana anataka kufanya nini? Birahma asipopatikana leo, kila mtu atajua katika hii kijiji Birahma alikuwa nani. Cha niende. Maswali hayo. Hiyo yote ni katika episode 15 ya Jini Maimuna. Na sasa episode 16 hivi karibuni inaanguka. Na tena inaanguka kwa kishindo sana.